Mkutano wa ndani na wanachama wa chama chake imeibua wimbi jipya la mjadala wa kisiasa nchini, huku wadau wa demokrasia, sheria na haki za binadamu wakihofia kurejea kwa zama za ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza na kukusanyika. Mkutano huo ambao ulikuwa umepangwa kufanyika mwishoni mwa wiki kama sehemu ya ziara ya chama hicho ya kuimarisha uhamasishaji kuelekea chaguzi zijazo, ulizuiwa dakika za mwisho kwa kile jeshi la polisi lilichokitaja kuwa ni sababu za kiusalama na ukiukwaji wa taratibu za kisheria. Hata hivyo, hatua hiyo imepokelewa kwa hisia tofauti, huku ACT Wazalendo wakilaani vikali, wakidai kuwa ni mkakati wa makusudi wa kudhoofisha upinzani. Chanzo cha zuio la polisi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa kamanda wa polisi wa mkoa husika, uamuzi wa kuzuia mkutano huo ulitokana na tathmini ya kiusalama iliyoonyesha kuwepo kwa viashiria vya uvunjifu wa amani. Polisi walidai kuwa chama hicho hakikufuata kikamilifu kifungu cha sheria kinachotaka utoaji wa taarifa ya saa 48 kabla ya kufanya mkusanyiko wa kisiasa. Sisi hatuzuii vyama vya siasa kufanya shughuli zao, lakini ni wajibu wetu kulinda usalama wa raia na mali zao. Tulipopata taarifa za kiintelijensi kuwa kuna vikundi vilivyopanga kufanya fujo kwenye mkutano huo, tulilazimika kuchukua hatua za tahadhari, alisema kamanda wa polisi katika taarifa yake kwa vyombo vya habari. Hata hivyo, Ado Shaibu alikanusha vikali madai hayo, akifafanua kuwa chama chake kilitimiza masharti yote ya kisheria na kutoa taarifa mapema zaidi ya muda unaotakiwa. Alitaja zuio hilo kama amri kutoka juu yenye lengo la kisiasa na si la kiusalama. Msimamo wa ACT Wazalendo na kauli ya Ado Shaibu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mara baada ya zuio hilo, Ado Shaibu alionekana kukatishwa tamaa, lakini akiwa mwenye msimamo thabiti. Alieleza kuwa vitendo kama hivyo vinarudisha nyuma hatua kubwa ambazo nchi imepiga katika kujenga maridhiano ya kisiasa na ustawi wa demokrasia ya vyama vingi. Shaibu alibainisha kuwa mikutano ya ndani ya vyama vya siasa haitakiwi kuombewa kibali, bali polisi wanatakiwa tu kupewa taarifa ili watoe ulinzi. Alisisitiza kuwa tafsiri inayotumiwa na jeshi la polisi kwa sasa inalenga kuminya vyama vya upinzani, wakati chama tawala CCM kikiendelea kufanya mikutano na shughuli zake kote nchini bila kikwazo. Hili si swala langu binafsi au la ACT Wazalendo pekee, hili ni swala la mustakabali wa demokrasia yetu, alisema Shaibu. Aliongeza kuwa vyama vya upinzani vina haki ya kikatiba ya kukutana na wanachama wao. Polisi wanatakiwa kuwa walezi wa amani na si mawakala wa kuzuia siasa za ushindani. ACT Wazalendo haitarudi nyuma na itatumia njia zote za kisheria kupinga zuio hilo. Mjadala wa kitaifa waibuka, wadau wafunguka. Zuio hilo limezua mjadala mpana kwenye mitandao ya kijamii, redio, televisheni na kwenye majukwaa ya kiakademia. Wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa na kisheria nchini wameonyesha wasiwasi wao kuhusu mwelekeo wa sasa wa jeshi la polisi na namna linavyoshughulikia masuala ya upinzani. Mtazamo wa kisheria na haki za binadamu. Wanasheria mbalimbali wamekumbusha kuwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ibara ya 20 inalinda uhuru wa watu kukusanyika na kutoa mawazo yao. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema kuwa kisingizio cha taarifa za kiintelijensi kimekuwa kikitumiwa vibaya kwa miaka mingi ili kukandamiza haki za msingi za kiraia. Kama kuna taarifa za kiusalama kuwa kuna watu wanataka kufanya fujo, jukumu la polisi ni kuwakamata hao fanya fujo na kulinda mkutano wenyewe. Kuzuia mkutano ni kukiri kishindwa la polisi kufanya kazi yao ya ulinzi, alisema mmoja wa wanasheria wa haki za binadamu jijini Dar es Salaam. Athari kwa maridhiano ya kisiasa R4. Mjadala huu pia umegusa falsafa ya serikali ya sasa ya R4: maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga upya. Wakosoaji wa siasa wanasema kuwa matukio kama haya yanatishia kubomoa misingi ya maridhiano ambayo imekuwa ikihubiriwa na viongozi wakuu wa taifa. Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa wakati rais amekuwa akisisitiza umuhimu wa kuwa na uwanja sawa wa mapambano ya kisiasa, watendaji wa chini, hasa katika vyombo vya dola, bado wanaishi katika fikra za kuzuia na kukabili upinzani kwa nguvu. Upande, hoja kuu, mtazamo wa kidemokrasia. Jeshi la polisi kulinda usalama wa raia na mali zao kulingana na ripoti za kiintelijensi. Hatua ya tahadhari, lakini ina mfumo wa kuzuia.
ACT Wazalendo, polisi wanatumika kisiasa kuminya upinzani na kukiuka katiba, kupigania uwanja sawa wa kisiasa na uhuru wa kukusanyika. Wachambuzi huru, kuna pengo kati ya ahadi za rais na utekelezaji wa vyombo vya dola. Inahatarisha dhana nzima ya maridhiano ya taifa. Mwitikio wa vyama vingine na jamii. Chama kikuu cha upinzani nchini, Chadema, kimeungana na ACT Wazalendo kulaani zuio hilo. Kupitia viongozi wao waandami, Chadema ilieleza kuwa kitendo alichofanyiwa Ado Shaibu ni kielelezo tosha kuwa mazingira ya kisiasa nchini bado yanahitaji mageuzi makubwa ya kisheria na kitaasisi, na kwamba hakuna chama cha upinzani kilicho salama. Kwa upande wa wananchi wa kawaida, mjadala umegawanyika. Kuna sehemu ya jamii inayoamini kuwa amani ya nchi ni muhimu zaidi kuliko shughuli yoyote ya kisiasa, na hivyo kama polisi wameona viashiria vya hatari, maamuzi yao yanatakiwa kuheshimiwa. Hata hivyo, gundi kubwa la vijana na wasomi kwenye mitandao ya kijamii kama X, zamani Twitter, na Instagram, wanahoji kwa nini mikutano ya chama tawala haijawahi kukabiliwa na viashiria hivyo vya usalama. Mtazamo wa baada, nini hatari yake? Wataalamu wa siasa za Afrika Mashariki wanaonya kuwa ikiwa zuio hilo litakuwa ndio mtindo mpya wa maisha ya kisiasa nchini kuelekea chaguzi, linaweza kusababisha madhara yafuatayo: kupoteza kwa imani ya wananchi. Wananchi wanaweza kupoteza imani na mifumo rasmi ya kidemokrasia na kisheria, jambo ambalo linaweza kupelekea migogoro ya chini kwa chini. Kususia chaguzi. Vyama vya upinzani vikihisi kuwa havijapewa nafasi sawa, vinaweza kuanza kususia michakato ya kisiasa na hivyo kupunguza ulahili wa serikali inayoundwa. Mvuto wa kimataifa. Washirika wa maendeleo na taasisi za kimataifa zinazofuatilia kwa karibu hali ya haki za binadamu nchini wanaweza kuanza kuhoji utayari wa Tanzania katika kuheshimu misingi ya utawala bora. Hitimisho. Kuzuiliwa kwa katibu mkuu wa ACT Wazalendo, Ado Shaibu, kufanya mkutano wake si tukio dogo la hapa na pale, bali ni kiashiria kikubwa cha mtihani unaoikabili demokrasia ya Tanzania kwa sasa. Mjadala unaoendelea nchi kote ni ishara kuwa Tanzania wapo macho na wanajali haki zao za kikatiba. Ili kunusuru misingi ya maridhiano na amani ya kudumu, kuna haja kubwa kwa viongozi wa vyombo vya dola, vyama vya siasa na wasimamizi wa sheria kukaa pamoja na kuweka utaratibu ulio wazi, unaotabirika na sio wa upendeleo. Demokrasia ya kweli haitafutwi kwa kuzuia sauti mbadala, bali kwa kuruhusu mawazo yote ya kubalika au kukataliwa na wananchi kupitia hoja na kura.